Unahisi nakutania? Shemu ujue unazingua, ujue afu akili yangu mimi nikishaonaga hivyo vitu tu napagawa na changanyikiwa. Ujue mimi nitaipiga kweli ujue. Jordan, mimi nataka hivyo. Ipige. Hakikisha unaipiga mpaka inachanganyikiwa. Ushindi ndio huu hapa. Umefika nyumbani sasa. Arusha kutokea Dar es Salaam. Tulifurahi mno. Jamani tucheze. Yaani ni uhakika kabisa, haina longo. PMBet ni yenyewe. Ni www.pmbet.co.tz. Pole. Asante. Huo sasa ndo ukubwa. Kipindi kile wewe kabla haujaja mama yako pia alikuwa anamsumbua hivyo. Na leo zamu yako sasa. Unaanza kupata zile experience ambazo wewe ulikuwa unampa kule mwanzo. Na hiyo sasa ndo maana halisi ya kwenda kuwa mwanamke. Yaani nimechoka. Lazima. Uweka ikalake wewe unafikiri la kawaida. Lakini sasa nakuomba sana mtu. Tabia za kupoteza kumbukumbu za kuhudhuria kliniki mimi sizitaki. Masuala kunipeleka kule mtu mzima mimi naonekana sina akili kutokujua tarehe za kwenda pale. Hayo masuala mimi sitataka kuyaona tena. Sawa? Sawa. Na ukifanya masiala hapa saizi utakuwa unajipeleka mwenyewe kwa kliniki, mimi siendi. Kwa utakuwa unipeleke? Mimi nikafate nini? Nikatukanishwe ovyo kule mimi kama mtoto mdogo. Wewe muda wote unakaa huko haujui hata tarehe ngapi unatakiwa uhudhurie, haujui siku gani utakuwa ununue kitu gani, haujui chochote. Unanipeleka tu mimi kule naenda naonekana sina akili. Sifanye hayo mambo. Basi nitakuwa nakumbuka. Ni wajibu wako. Make sure unaweka kalenda yako proper. Ikifika siku ya kuhudhuria unaniambia, tunakwenda wote tukiwa tumekamilika. Hiyo ndio maana watu kuwa smart. Afu baby bana ununue gari. Wewe unaona daktari pale alivyoniambia kwamba sitaki kupanda bodaboda wala bajaji. Alafu istoshi hizo pilika zote hizi za kutoa hela nyingi. Uone kama ni hela nyingi unatoa ukiwa unakodi gari. Gari bana. Wewe ni mwanasheria mkubwa. Inatakiwa uwe na gari yako. Yeah. Hilo neno. Na nimeniingia haswa. Tarifanyia kazi. I promise. Kuna namna sasa naanza kupata kahisia angalau kwa kudrive. Kwa sababu unajua kitaalamu mtu unapokaribia kuitwa baba kuna namna sasa kana kwamba unatakiwa utengeneze yale mazingira ili hata katoto kale kanapokuja kawe kanaona kabisa yes kumbe dingi hajakaa kizembe lakini hata wewe pia mama mtu kuna namna sasa kana kwamba unapokuwa unapelekwa clinic ama ile siku kwa ajili ya kwenda kujifungua unatakiwa ukifika pale hospitalini unashusha mguu wako kwenye mkebe fulani hivi mweusi unawaka hata wale manesi wakitaka kupokea hivi kidogo wanakuwa wanatetemeka namna hii wanakuwa wanakupa heshima wanasema yes huyu ndio Madam Mrs. Wakili. Unaionaje? Ndio. Jauzito limeisha. And I do promise you mwezi huu hautokwisha. Tunaweka chombo. Ndani mwanangu amefurahi. Huyu atakuja kuombea huyu.
naye alichoka jamani. Inawezekana habari za watu wazima afu naye pia anachangia anatikisa kichwa. Mimi sitaki watoto mbea bwana. Usikute naye alikuwa anatabani. Niambiaje. Ngoja. Yote 9. Yaani bora tusahau kila kitu. Lakini 10 hili swala lazima tulikumbuke vizuri. Si unakumbuka daktari ule ushauri wa mwisho ambao aliupendekeza pale kabla tujaondoka? Alisema nini? Unajizima data. Au unajisaulisha. Daktari alisema kuna vitu fulani hivi vya kitamaduni ambavyo yani vinawezekana kuendelea kufanyika sasa hivi, haviathiri chochote kuhusiana na masuala ya uzazi na hali yako. Kwa hiyo tunaweza tukaendelea kujumuika navyo kuvifanya. Mbona mimi sikumbuki? Ile nini bwana wewe, nini ile alisema daktari pale, nini kwamba inawezekana saa hizi mambo ya kitamaduni yakaendelea kwa sababu kuna aina fulani ya mitindo na aina fulani ya uingiaji, penetration yake haiwezi kuathiri mfumo wako wa nini. Kwa hiyo mnaweza kuendelea kufanya kama kawaida, haisumbui chochote. Umesahau nini? Yaani baby, kwa ulikuwa unazunguka kote huko, si ungesema? Yaani wewe hujazingatia vyote, umezingatia hilo tu. Mimi sitaki bana. Sasa wewe sio masuala yenyewe ya msingi kama hayo mtu unatakiwa tuyakumbuke kila siku. Kama kula tunakula, activities nyingine tunafanya, masuala kama hayo kwa nini tuyasahau? Na nilifanya vile kumuuliza Dr. Maksudi kwa sababu alikuwa ananisumbua. Kama bwana sijui ufanya hivi bado changa hairuhusiwi, sijui damu zitatoka, sijui kiuno, sijui nini itajofoga. Nikawa usinisumbue. Ndio maana kwa msisitizo nikataka daktari athibitishe, na kathibitisha kwamba inawezekana bila tatizo lolote. Kwa hiyo changamka hapo. Mimi nimechoka bana na wala. Sasa mama, unachokaje masuala ya muhimu kama haya? Wewe unafikiri kila siku mimi hapa tunapozungushana mimi unaniweka katika mazingira gani? Kwa sababu vitu vya msingi kama hivi ndio afya yetu wengine. Sasa unafanya kama hivyo, mimi unanitengenezea nini lakini? Mimi kwanza nilale. Nimechoka sana. Wewe nisubiri hadi nikiamka. Sawa. Mimi nipo nakusubiri. Wewe ndio ulali? Usingizi na utoa wapi? Malalaji. Yaani wewe ndio umeubeba usingizi wangu. Ukitaka nitalala, usipotaka nitaendelea kusubiri mpaka kieleweke. Kwa mimi bado nipo. Yaani manyanya unaonekana unapenda hivi vitu sana. Yaani sikia. Yaani kuwa tu fair. Kama wewe bado nguvu unazo, ungenini basi kidogo tumalizane, alafu mimi mwenyewe nataka nipumzike. Tu nini kidogo alafu pia nilale. Aka, mimi nalala zangu bana, nimechoka. Ya baba. Dunia. Huko tena. Unaweza ukadhani ni masihara kuhusu hichi ambacho kimeandikwa hapa, lakini trust me, kuna maelfu ya watu ambao wanakosa huduma kirahisi kabisa kwa sababu tu ya kutokujua Kiingereza. Lakini leo mimi sasa nataka nikusanue. Ukiwa na Ticha Zungu app, itakuwezesha kuweza kujua Kiingereza ndani ya muda mfupi na tena kilichonyooka mno. Hawa jamaa wameweka kibango chao kinachosema no English no service. Asa mimi leo naweka cha kwangu.
ino dunia. Unajua kumbe mtoto bado mbichi kabisa eh? Hata sijui mimi nilikuwa nafeli wapi. Yaani leo nimekuja na mbinu ya kwanza, nimekugusa mtoto umeruka. Siku nyingine nabadilisha na kuja na mbinu nyingine, basi unakuta mtoto unanielewa, naenda najipigia mipasi yangu kama kawaida. Hivi vyakula vya ndani vinasaidia. I say. Bwana, ya unajua sisi ma midfield tunakuwa tuna njia nyingi za kuzitumia mpaka watu wanakuwa wanatuelewa. Na kila nikikuangalia wewe mtoto na kuona kabisa wameshaanza kunielewa sasa hivi. Muda wote tu unaelekea kibla naenda kuchinja. Yaani hata ulivoruka unaonekana bado mtoto haujatumika sana. Yaani hapa niko napima tu mitambo yangu nione, lakini mtoto ndo mule yani. Yaani kiukweli unaonesha kabisa kama mkoko ndo kwanza umealika maua, hata vile vidaka bado havijatoka. Hivi unajua baba wewe umenizoea eh? Hivi unajua nitakukunguta hivi. Nini sasa? Makelele ya nini? Mimi na wewe tunaongea wawili. Unapiga mikelele mpaka watu wengine wasikie. Nitakukunguta ngumi, nitakufumua mifupa na mishipa ichanganyikane, ukipelekwa hospitali washindwe kukushona. Umenizoea nyangumi wewe. Na kuuliza umenizoea? Unaanzaje kunigusa eh? Saizi unaniona na kuangalia, unafikiri mimi sina akili, unaniona mimi kirandage. Baba umenizoea. Sasa nitakuchanganya na nini nyama. Kulikoni? Mama, mwambia huyu mume wako anataka kunizoea. Mimi niko zangu nafuta hapa, kimekuja kinafika kinanichekenya nani kwenye mbavu. Nikipandisha vya kwetu nitakushika, nitakupiga vichwa. Hakuna mtu yote ambaye atakuja kukusaidia humu ndani. Yaani nitakupiga, nitakuvunja kiasi kwamba ukipelekwa hospitali watashindwa kukweli umetafunwa au umepigwa wewe. Sawa mwanangu, nenda kajiandae tuondoke. Yaani mke wangu, huyu mdada wa kazi ananikosea adabu. Anashindwa kuniheshimu mimi kama baba mwenye nyumba. Na wewe mke wangu uko hapa. Anaukosea adabu au wewe ndio unajikosea adabu? Mbona mimi hamna siku amenifanyia dharau humu ndani? Hicho kiburi anachokionyesha ni kwa sababu wewe ndio umetengeneza iwe hivyo. Manake si hutaki kuheshimiwa, mwache ya kudharau sasa. Hata kama mke wangu, yaani huyu mdada wa kazi anafikia tu anatupanda sisi vichwani, anaweza kuongea maneno haya kuniambia mimi, na wewe mke wangu uko hapa unamwangalia tu. Wewe unafikiria hiyo ni sawa? Mimi hata kama kweli nimefanya hivyo vitu, lakini sisi ma midfielder tunakuwa tuna salamu zetu. Tuna aina ambayo tunapenda tuishi na watu. Sasa kibaya kipi ambacho nilichokifanya? Kipi kibaya hapo ambacho mimi nimekifanya? Kumbe ndio unavyojiendekeza Na utazalilishwa sana safari hii. Kabinti ka watu kamekuja, maskini ya Mungu, kanajua ni baba mwenye nyumba. Kumbe Firauni mwenye nyumba. Alafu unataka kuheshimu. Kweli? Nisikilize Elini. Kuna watu wanashindwa kutofautisha karai na sufuria. Umeona bwana? Au karai na beseni. Unajua beseni kazi yake ni kufulia majinzi, na karai kazi yake kupikia chipsi. Mimi nashindwa kutofautisha vitu kama hivyo. Siwezi kushindwa kutofautisha. Na isitoshe huyu kakaa kwenye njia ya reli. Wewe unategemea nini kama hajagongwa na treni? Kwenye reli? Yaani ukisema kwenye reli unamaanisha nini? Sikia nikwambie Mdeme. Yaani siku ikitokea ukambaka huyu binti humu ndani, ninakufunga. Utafia jela nakwambia. Kwa sababu nimeshajua humu ndani huyu binti hakutaki. Unachofanya ni kumlazimisha. Sasa Mdeme, nikija kusikia. Yaani Mdeme, nikisikia umemsumbua huyu binti au umemfanya chochote kile, nakwambia unafia jela. Yaani nitakufunga Mdeme, nitakufunga. Wewe, yaani wanifunge mimi? Kwa sababu ya kumbaka huyo? Huyo ana kitu gani wewe mpaka mimi nimbaki? Oya, mimi natembea na piskali. Tena nina watoto ambao hata mwenyewe ukiwaona unashangaa. Unajiuliza mara mbili. Wewe. Sasa unacheka nini? Wewe, angenipiga angening'oa meno. Wewe unafikiri ungeweza hata kutembea na mimi barabarani? Alafu unakaa kabisa unacheka. Hivi sio vitu vya kuvishangilia hivi.
Wewe unatakiwa uumie na usikitike kama ninavyosikitika mimi. Leo kanikosa mimi, kuna siku nyingine atakuja atakukosa wewe vile vile. Wewe unakaa unacheka cheka bwana. Nilikwambia Mdeme, hiki ni chuma. Yaani huko kijijini kwao ni alikuwa analima balasi. Yaani ukijichanganya hata kubonda wewe. Yaani ni hata kubonda. Nasikia raha kweli. Unataka kufanya kama yeye? Shule inayofunza mema na mabaya ndio dunia. Umeambizana na wapumbavu wakubwa. Dunia. Anguko lako ni kicheko kwa wengine, wasindikizaji, wapambanaji wa Mungu. Vipi? Mbona unywa? Mimi nikimalizana na ekeka za kutembeza uji nitakunywa. Sasa kuna maana gani ya kukulipia? Nimekulipia wakati mimi nakunywa. Na wewe unakunywa, tunaendelea na mazungumzo yetu. Jamani. Kwani unapompa mtu kitu labda unamnunulia, kwani anatakiwa atumie hapo hapo? Labda kama inawezekana ungeniambia, maana umeniambia nikae, kuna jambo nataka uniambie. Na kusikiliza, si unajua bado sijamaliza. Wewe ni mwanamke jasiri, shupavu, una nguvu. Hii kazi unayoifanya naona kama unajishusha hadhi yako. Sijaelewa unamaanisha nini? Kuna namna na kutazama kwa jicho la tofauti. Na ndio maana nikatamani nipate nafasi kama hii ulionipa. Huenda kuna kitu kakibadilisha katika maisha yako. Unajua sijaelewa unamaanisha nini? Yaani mimi naona kama ungeenda kwenye pointi. Kulikoni unavyokuwa unazunguka, unakuwa unanichanganya tu afu kicheke akili yangu yenyewe imechoka hapa. Nenda kwenye malengo, yaani ulikuwa unamaanisha nini? Sawa. Nakupenda sana Cindy. Kutoka makao makuu ya PMbet mpaka hapa Kigamboni, Dar es Salaam, ambapo tumekuja kumkabidhi mshindi wa gari aina ya Nissan X-Trail ambayo ipo nyuma yangu hapa. Kwanza mimi nilikuwa siamini japokuwa kashinda yeye, lakini siku ya kwanza ambapo anapigiwa simu tumefurahi sana kiukweli. Napenda kucheza 7 Fruit, hadi kindege anacheza. Bahati zipo jamani, sio uongo, ni kweli kabisa. Promotion ya Royal Win Plus inaendelea kutoa magari mengi zaidi kila kukicha, lakini pia pesa taslim. Jisajili kupitia tovuti yetu pmbet.co.tz. Ninahisia na wewe. Kuna namna fulani hivi nikiangalia naona kabisa kwamba mimi nikiwa na wewe tutatengeneza future moja iliyokuwa nzuri sana. Na ndio maana nilikuwa nakufuatilia kwa muda mrefu sana. Na hii sio kwangu mimi tu Cindy. Naamini hata kwako ukinipa nafasi tunaweza tukabadilisha maisha yetu kwa ujumla. Naona kabisa. Ngoja kwanza. Ujue unaongeza au ni hicho cha kikombe? Maana kama unaongeza nipokee kabisa. Hapana, neki hiki tu. Nice. Cindy. Sasa unaenda wapi hatujamaliza mazungumzo? We, niachie mkono wangu. Niachie mkono wangu. Sasa tupo wawili tu hapa. Kwa nini unapaniki kama hivi? Wewe, kama unataka niongee na tuelewane, niachie mkono wangu kabla sijakufanyia jambo la ajabu. Niachie. Hivi unanionaje mimi? Wewe ukiniangalia mimi na sura kimapenzi eh? Unaona nimekaa kimapenzi hapa nilipo. Yaani mimi nilijua unaniita. Unataka hapa kunipa point ya maana kwamba dada Cindy, kuna issue ya biashara au kuna issue ya ujasiriamali hapa nifanye. Unakuja kuniambia upuuzi gani? Alafu bora ungeenda kwenye point. Unajifanya unazunguka. Una kipi kigeni? Una kipi kipya wewe kaka ambacho utanifanyia mimi? Wote nifundisha nini kwenye mapenzi mimi? Najua maisha ya ndoa, najua maisha ya wanaume, najua hata hayo mahusiano kudanganyana nje. Una kipi kigeni ambacho utanishangaza mimi?
Na hakuna kitu nakichukia kwenye maisha yangu kama huo upuuzi ambao unaniambia. Na katika viumbe navichukia kwenye ulimwengu. Ninyi viumbe wanaume. Tena ningekuwa na uwezo ningewateketeza wote. Vibaki viumbe vingine. Afu unakuja unakaza fuvu, umejikaza kabisa eti unatonga nakupenda. Wewe unajua maana nakupenda wewe? Hivi unajua tena neno unaloongea? Unataka ufuate hao puuzi wenzio. Tena nikwambie kuanzia leo hii, ukiniona niite kwa swala la uji au mambo mengine, usije ukaniambia huo puuzi wako tena. Umenielewa eh? Ukimaliza uji weka kikombe changu pale, nitakikuta. Takataka wewe. Au mimi ndo yule mjinga aliyekataga shule chekechea, maana nimekosa hoja kujitetea. Inanikunja inanipinda dunia, tofauti na mama alivyonilea, maana nimekosa nguvu kujitetea. Nimeoza ndani kwa ndani, natembea ingali nimekufa, mawazo yameniweka mtu kati, kujiongoza siwezi, bora tange kwa ndege angani, kwa mbawa zangu ningeruka, thamani ya utu wangu bei ya chapati. Vai. 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 Mimi natoka nafuata chakula hapo juu. Naona umelala sana. Hata hivyo muda umeenda sana, saa 4 sasa hivi. Kwa ungejiandaa kabisa ile nikirudi kuchukua chakula nikusindikize, kwa sababu sio vizuri kwamba kufika pale uenda kana ikasharudi. Poa, amka. Au mimi ndo yule mjinga aliyekataga shule chekechea, maana nimekosa hoja kujitetea. Inanikunja inanipinda dunia, tofauti na mama alivyonilea, maana nimekosa nguvu kujitetea. Nimeoza ndani kwa ndani, natembea ingali nimekufa, mawazo yameniweka mtu kati, kujiongoza siwezi, bora tange kwa ndege angani, kwa mbawa zangu ningeruka, thamani ya Kwa nini unafanya hivi? Unaweza ukadhani ni masihara kuhusu hichi ambacho kimeandikwa hapa, lakini trust me, kuna maelfu ya watu ambao wanakosa huduma kirahisi kabisa kwa sababu tu ya kutokujua Kiingereza. Lakini leo mimi sasa nataka nikusanue. Ukiwa na Ticha Zungu app, itakuwezesha kuweza kujua Kiingereza ndani ya muda mfupi na tena kilichonyooka mno. Hawa jamaa wameweka kibango chao kinachosema no English no service. Asa mimi leo naweka cha kwangu. Yes.
Get Teacher Zongo and you will get service. Wefanye hivi uone. Utanishukuru baadaye. Hau mimi ndo yule mjinga aliyekataga shule chekechea, mana nimekosa hoja kujitetea. Inanikunja inanipinda dunia, tofauti na mama alivyonilea, mana nimekosa nguvu kujitetea. Nimeoza ndani kwa ndani, natembea ingali nimekufa, mawazo yameniweka mtu kati, kujiongoza siwezi, bora tange kwa ndege angani, kwa mbawa zangu ningeruka, thamani ya utu wangu bei ya chapati. Dunia shule inayofunza mema na mabaya, dunia wajuaji na wapumbavu wa Mungu.